Yo guys, welcome to Sereti Media manze. Leo tuko na msanii ndani ya nyumba anajiita by the name Young Simba mwenyewe, si ndio? Aje ajitambulishe mwenyewe nisimalize utamu ya interview. Niaje bro? Niko fresh mwanangu. Uko fresh kabisa. Niko fresh sana. Nikuite nani kwa majina za kwako pale za mtandao na official name za kwako pale? Hebu ambia watu unajiita nani? Kwa majina najiita Young Simba, Young Simba Classic. Kwa mitandao zote ni Young Simba Classic official. Young Simba Classic. Hizo ndio official name ama ni jina ya usanii tu bro? Hiyo ni jina ya usanii. Usanii. Okay. Hii safari yako ya muziki ulianza lini? Hii safari ya muziki nimeanza 2020. 2020. Ndio. Wakati wa COVID. Yeah, kipindi cha corona kile. Nasema in the previous years huko nyuma huko unaifanya umeanza 2020 ukapiga music pale. Ngoma yako ya kwanza ulipiga ilikuwa inajitaje? Ngoma ya kwanza ilikuwa inajiita Usiniache. Usiniache. Kipindi fulani dem fulani alikuwa ameniumiza sana. Alikuumiza. Alafu sasa aliniumiza kiwango fulani, but sasa kwa sababu nilikuwa nampenda nikamwambia ngoma ya Usiniache, unaona? Kwa sababu nilikuwa naogopa kile kipindi cha kuachwa tu. Hiyo ndio ilikuwa ngoma yako ya kwanza. Uliangalia kwa mtandao ilienda vipi yani? Ilifanya kazi vipi? Ilikuwa sawa. Unajua kile kipindi cha COVID watu walikuwa indoors. Sasa videos zilikuwa zinaenda viral sana. Tumeona juzi ukifanya music umekuwa kwa industry kubwa manze. Hebu ambia wasanii siri ya kujimarket kwenda pale juju. Tunaweza sema kitu cha kwanza ni God tu. Weka Mungu mbele. Kwa kila kitu ambacho unachokifanya unaweka Mungu mbele, kitu kama hicho. Alafu pia unajituma sana kwa sababu muziki nayo ni kujituma. Alafu ukubali kuinvest. Wazazi wako wakisikia wewe ni msanii sahihi, mahali umefikia, huwa wanakuambia vipi? Huwa wanakuwa fresh tu, wanasupport. Wanakusupport. Wamekusupport kimuziki, anakuambia my son fanya hii kazi hapa iko safi yani. Wanasupport kimuziki na pia kwa ushauri pia. Alafu tumeona umetoa ngoma mpya. Kuna mangoma umerelease mpya 1 week ago, 2 weeks ago. Kama kuna ngoma umetoa ya Safaricom plus 18, kuna ngoma umetoa pale ya Walenisi na kuna pia ingine unashughulikia na for release leo. Hebu tuambie hizo ngoma, naona unajituma sana pale. Kujituma, ukiwa msanii lazima ujitume kwa sababu usipojituma naye atajituma kwa ajili yako, unaona? Alafu ni kufanya tu bidii kwa sababu unajua sio rahisi kwenda studio kuandika ngoma, kutoa ni kazi ngumu, lakini sasa ni kujituma tu kila kitu. Ni kujituma tu. Alafu pia unaweza jituma mtu fulani akaone, alafu akakipende pia akakusupport, alafu unaona. Okay. Alafu kuna ngoma tumeona ya Safaricom umetoa. Ulikuwa contract ama ulijisikia tu kutoa juu ni kampuni big yani? Nilitoa, lakini unajua hata kama nilitoa kuna kitu ambacho nilipata kwa sababu hiyo ni kampuni kubwa. Kampuni big. Ilikusupport ikakwambia Young Simba utafika mahali tu wenyewe. Alafu juzi pia tumekuona umekaa kwa show fulani pale ya Walenisi manze. Uliperform pale, watu wakashangilia pale, umetoa muziki mwingine moja safi. Mwisho ukakuja kuwapa support, yani kuwainua kidogo kwa kutoa music ya kwao pale. Hebu nini ilifanya uende ukatoa music ya Walenisi yani? Ni venye tu Walenisi wana inspire like Walenisi, unajua at least tangu Walenisi kuja inspire watu wengi sana, kwanza vijana wana support talents. So after perform pale niliona at least wamefanya kitu kizuri, ikabidi hata mimi mwenyewe nikafanye ngoma kwa sababu ya Walenisi, kwa sababu unajua si rahisi kampuni ama kitu mtu akuja akakusupport tu hivyo bila kitu. Nayo ilikuwa sawa sana manze. Niliona hiyo ngoma ulitoa ilikuwa kali manze, pale mtandaoni ilikuwa inawika. Nilikuwa nasikia tu ni Walenisi first edition, second edition sasa nilikuwa moto sana manze. Tuliona wasanii wakubwa walikuwa pale. Uliinteract nao kweli? Yeah, wasanii Calligraph walikuwa pale, Breeder alikuwa pale, wapata DJ Brown Skin pia alikuwa pale. Wasanii walikuwa hapo, alafu wasanii pia upcoming walikuwa wengi. So mnapata interaction na wasanii tofauti. Alafu unapata new experience, unapata new talents, una gain ile at least unaweza sema huyu amefanya bora sana, uone anaweza kuinspire kwa kipindi fulani hivi. Okay. Na sasa nikikuuliza tu swali tu rahisi tu. Nani alikuinspire ufanye music sasa? Tukirudi sasa kwa safari yako ya muziki, nani alikuinspire ufanye music? Kuninspire kivipi? Msanii au mtu fulani au mzazi? Nani alikuinspire yani mtu yote tu mwenye alikuinspire ufanye music? Naweza sema msanii fulani hivi, tuseme Diamond Platinum ndo alininspire kwa sababu mimi nilikuwa kipindi cha corona nilikuwa indoors sana, alafu nilikuwa na watch sana Diamond Platinum. So unapata zile ngoma zake zilikuwa zinanipendeza sana, nikaona
Nikaona naweza kujaribu hivyo ndio venye niliweza, kwa sababu kujaribu ndio kuweza tu sasa. Sasa tunaingia kwa industry ya music manze. Kuna ngoma mpya unataka ku-release. Ilifaa release leo. Hebu ambia watu hiyo ngoma inaenda vipi na message yenye iko ndani kwa hiyo ngoma ni gani sasa? Hiyo ngoma iko fiti, hiyo ngoma inaitwa Maisha. Inasema hata hiyo maisha iko vipi unaweza kosa nyumba, kosa gari, kosa shamba, si bora uko wai bora uko wai, hizo vitu zote zinaweza patikana, kwa sababu hata wenye wako nazo walianza maybe labda wakiwa wana, lakini sasa hizi wamevipata, umeona. So alafu inasema pia watu wasijinyonga, ama mtu asije akajua kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu amekosa kitu fulani, kwa sababu ya mapenzi, ama kwa sababu amekosa hela, ama amekosa nini. Kila kitu kina time yake, as long as ukiweka goal mbele, hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio muhimu sana. Hiyo ngoma ni ya kuinspire watu wengi manze. Ukipita pale YouTube manze, tafuta kama Young Simba nani? Young Simba Classic. Young Simba Classic manze. Unampiga support moja pale YouTube, pale TikTok Young Simba manze. Ukiingia pale Facebook ni Young Simba. Kila platform ni Young Simba, ama au sio? Young Simba Classic official. Hivyo official tu. Manze, tuko ndani ya Sereti Media leo, tumekuja kufanya interview hapa na Young Simba manze. Nasema support yenu inafanya tufika hapa leo. Na sa God siku zote, si ndio? God atu bless tu siku zote. Once again Sereti Media, sawa.